hatima. Ingo nilikuambiaje kuhusu nguo hizi? Nilikuambiaje? Nilikuambia kwanza hii misalaba hapa kazini inafanya nini? Hii misalaba nimekuambia ukija hapa uje na t-shirt. T-shirt ndo nzuri za kuoshea. Yaani unakujaje na t-shirt kama hii hapa hii? Alafu kingine, sitaki uje hapa saa 2. Nataka unakuja hapa saa 12 uwe uko hapa. Alafu kingine ukija hapa uzingatie kazi. Kazi za watu wanalalamika. Wewe pikipiki uoshi vizuri. Umeona kama humu unahakikisha unachonoa kabisa. Mteja hakikisha kabisa kwamba pikipiki na alafu hiyo nguo yako si ndani. Unatakiwa uwe na t-shirt. Sawa, endelea na kazi. Nguo ya t-shirt isitaki kama isitaki na t-shirt. Sawa, nimekuelewa. Yaani unatakiwa uwe na nguo t-shirt ambayo ni yake ni shia huko. Lakini hapo utaoshaje? Hapo unahakikisha unachonoa pikipiki kabisa. Ukija akija iwe safi. Umeelewana? Sawa. Alafu nataka uwahi kazini. Unakuja saa 2 maana yake saa 12 unatakiwa uwe uko hapa. So uje saa 2. Kwamba wewe ndio bosi au? Hapana. Nisamehe bosi. Wewe ndio bosi? Hapana. Kwamba unafanya makusudi uje uombe msamaha. Hizi kazi zenyewe ngumu hizi, ila zenyewe za mchongo. Mtu cha kuja kupokea. Lakini kiacha kazi hii. Kwa spendi sana. Spendi kabisa. Niuzi. Kwanza anitoa kwenye mood kabisa. Hata sijui nifanyaje. Sasa mitenda wapi mimi? Kwani vipi?
Kwanza siku unaingia mle ndani mlango alikuona. Sasa wewe ulisema kwamba kipofu? Mimi hata sielewi mimi nitaenda wapi. Sio nitaenda wapi? Yaani siku zote mimi naingia mle ndani nikijua kabisa kwamba mume wako haoni. Kumbe ulikuwa unadanganya. Mimi sijui gani mimi nitafanya nini. Hebu usilie, tulia. Umesikia? Acha kulia. Umesikia? Nimeshakuelewa. Hebu amka. Nimeshakuelewa. Mimi sinipo. Mke wangu. Mume wangu. Mimi natoka tena. Unatoka unaenda wapi? Naenda kazini. Ulienda kazini? Yeah. Sasa leo tangu hivyo vijana tutakula ujao leo unaondoka bila kula kweli? Nilipata hiki hapa. Hii ni 10,000. Itakusevu kwa siku ya leo lakini utatumia hapo 2,000. Sasa mume wangu 2,000. Alafu ndani hamna hata kitu kimoja kama unavyojua. Hiyo 2,000 itatosha nini? Unajua tena ile kazi yangu ya kaoshi. Ndio najua. Ya lakini sasa hivi ile ilikuwa ni kazi tu sio ya kudumu yani. Kazi yenyewe ilikuwa ni adaiwaka. Ya kwa hiyo sasa hivi ngoja niingie tu mtaani nitafute kazi nyingine. Kama niko peke yangu sawa, nitaangalia, nitachuma hata matembele. Hatima. Mesias, sasa mimi naondoka. Hii nyumba nimekupangishia miezi mingapi? 6. Labda kama kutakuwa limetokea tatizo lolote, sije kunipigia simu. Ila nitakujaga mara moja sana. Unanielewa? Sawa. Mimi ngoja nikuache. Haina shida. Nakupenda. Na mimi pia. Haya. Kwaheri. Haya poa. Haya.
Sasa naanza maisha mapya. Jamani. Sasa ni mazingira ya Hatima, 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 hatima. Sio kwa wake wawili. Yeye mradi tu nimempangishia pale chumba na hela nimetoa kabisa miezi 6 pale hanioni. Na sitaki ajue kabisa kwamba nyumbani nina familia. Hapana. Na ikiwezekana hata line naweza nikabadilisha kabisa. Sio kuisha haya. Ndio mama. Mimi nimekuja kama ulivyoniona. Nimetoka huko mjini. Nimeona nje niwasalimie kabisa huko. Nashukuru mwanangu. Lakini licha ya kuwasalimia, inawezekana kama nimekuja moja kwa moja. Vipi? Wewe ndio maisha yamenishinda mama. Kushinda? Hela zote pia umeweka hapa. Unaona hali yenyewe ya maisha. Kwani nilikuwa hivi mama? Hapana. Ndio hivyo binadamu tu. Mzee yuko wapi basi? Kaenda kukagua ile poli ule mpaka hela. Basi sawa. Mimi nashukuru. Wacha niende hapo. Jiweni, nimwamisi rafiki zangu wa zamani. Nawaone kwanza. Mama. Haya. Sasa njoo kidogo mwanangu. Hii hela hii ukawanjie maisha kidogo ya soda kidogo. Nashukuru mama. Wale Kanua hata visoda. Haya. Usichelewe tuje tule viazi hapa. Haya. Ndio. Niko tayari, fanya lolote kama kuokoka, mimi niko tayari kabisa. Uko tayari kabisa. Basi Yesu anapenda sana watu wenye moyo ulio tayari. Kama ukikubali tu leo hii, yani Mungu atakachokifanya kitu, hata wewe mwenyewe utakuja kufurahia maishani mwako. Yatabadilika maisha yako, hata kama uchumi wako uliibiwa kiasi gani, utarudi na utarejeshewa. Kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu alikutana na majaribu mengi sana, yalimpitia. Changamoto kubwa sana ilimpitia Ayubu. Lakini siku ile alipovumilia yale majaribu hafa akamkubali Mungu. Akasema kwamba mimi nitaendelea kubaki na Mungu, nitaendelea kuishi na Mungu maisha yangu yote. Vile vitu vyote alirudishiwa na akarudishiwa zaidi na uzao wako ukaongezeka zaidi. Kwa hiyo kijana utakuwa ni mtu ambaye uliobarikiwa na Mungu. Basi piga magoti nikuombee. Nataka Mungu akufanikishe, abadilishe maisha yako. Amen. Omba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Mimi Bwana. Nimeleta shida yangu kwako. Nimeamini ya kwamba ndio wewe Bwana unaweza. Bwana unaweza. Sasa wakati huu nimekukubali Bwana. Naomba ufute jina langu. Kwenye kitabu cha hukumu. Na uandike jina langu. Kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa. Mimi niwe wako. Na wewe wangu. Ndio. Amen. Amen. Basi acha nikuombee baraka za Bwana. Baba mtakatifu, Mungu wa majeshi, uketie juu kwenye kiti chako kilichoinuka. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambao umemleta mahali hapa Bwana kwenye kiti chako cha enzi. Tazama Bwana, mtumishi wako alichezewa kwa namna mbalimbali. Watu walimchezea, watu waliokuwa wenye roho mbaya. Baba, walisimama kwa ajili ya kumharibia maisha yake. Naye mtumishi wako ameamua vyema kabisa kuja mbele zako Mungu. Na ulisema wote waliokupokea wewe Bwana, uliwapa uwezo na nguvu ya kuweza kumshinda yule
adui mwovu. Nami mtumishi wako ninamleta kwako wakati huu Bwana, kwenye kiti chako cha enzi cha utukufu na utakatifu Bwana. Katika kitabu kile cha Zaburi ya 3 ya kwamba hata watesi wako wajapokuwa wengi kiasi gani, lakini wewe Baba ukiwa upande wake hakuna atakayekuwa juu yake. Na wakati huu Baba nakemea na kuapisha kila nguvu zile zilizokuwa zikishindana nao, wale wachawi waliokuwa wakishindana na mtumishi wako, yale mapepo waliokuwa wakishindana na mtumishi wako yakapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kuachilia nguvu yako ya Roho Mtakatifu ikatembee mahali popote walipo wachawi, ikatembee mahali popote mtesa kijana huyu katika jina la Yesu. Ninakwenda sasa kuachilia hiyo nguvu yako ikatembee sasa Bwana, ikatembee kusini kaskazini, ikatembee mashariki magharibi. Baba ukamwatamie mtumishi wako Baba, wale watesi wako wajapokuja tena Baba wakatayalike wakadondoke mbele zako, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ninavunja na kuharibu, ninavunja kazi zao zote, ninavunja connection zao zote, ninavunja mtumishi wako Baba, wale watesi wako wajapokuja tena Baba wakatayalike wakadondoke mbele zako, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Na wana wachawi wakisalenda mbele za Mungu, ninawatumia moto wao unakwenda kuteketeza katika jina la Yesu. Ninaapisha na kuvunja nguvu za giza, ninaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninavunja na kuharibu hao wachawi na waona sasa wachawi wanasalenda mbele zako kijana kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Oh my God, na wachawi na waona sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Fire in the name of Jesus, fire kwa jina la Yesu Kristo. Na tena moto wa Roho Mtakatifu, fire in the name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea moto, pokea moto kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa kwa jina la Yesu Kristo anazaliwa hai. Baba achilia neema yako na nguvu yako itembee kwa watu wako. Baba achilia nguvu yako na uwezo wako Bwana wa majeshi, ukatembee katikati ya watu hao Bwana. Walikuwa wanatumika vibaya kwa shetani, nao Baba wamewaleta mbele zako Yesu. Wameweza kukupokea mfalme wa amani, wameweza kupokea nguvu yako, wameweza kuiona na wamesorenda mbele zako katika jina la Yesu Kristo anazaliwa hai. Asante kwa matendo makuu uliyotenda mahali hapa. Asante Yesu kwa sababu umekwenda kuwafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu sasa kwa jina la Yesu Kristo anazaliwa. Kaa hapa kwenye kiti kijana. Baba katika jina la Yesu Kristo, narejesha ufalme wako uliopewa na kuteka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na hizo nguvu zako zikimtumikisha zipate kumtoka, bali neema yako na kipaji chako tende kazi. Kijana amka kwa jina la Yesu Kristo. Oh my God. Yes. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo funguliwa tena. Kwa jina la Yesu Kristo kijana amka. Kwa jina la Yesu. Oh my God. Yes. Ndio, Yesu amesha kufungua kijana. Yesu amesha kuweka huru kijana. Oh, Yesu amesha kuweka huru kabisa. Kwa kijana. Ndio. Unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa Mchawi. Unaitwa Mchawi? Unatokea wapi? Kenya, nyumbani. Nyumbani? Kwa nini ulikuwa unamtesa huyo kijana? Ulikuwa unamdaki mema? Umeona nini leo siku ya leo hii? Unaona upako umeshusha. Upako umeshuka? Unaamini kwamba Yesu anaweza? Anaweza kweli. Unaamini Yesu anaponya? Anaponya kweli. Uko tayari kwa uchawi? Naacha nitakuwa na wewe. Oh Yesu. Basi fumba macho. Boss tulia hapo. Kijana? Naam. Unaitwa nani? Naitwa Dickson. Dickson. Naam. Unatokea wapi kijana? Mimi nipo Tanga. Leo nimefika kwa muujiza wa Mungu. Kwa muujiza wa Mungu? Aha. Nilikuwa simwamini Mungu. Ndio. Lakini leo kanionyesha. Ndio mlikuwa mnamtesa mtumishi wa Mungu? Maana moto ulikuwa unaniwakia. Ndio. Mwili mzima ulikuwa unatetemeka. Ndio. Kwa hiyo nimeamua kuokoka. Umeamua kuokoka leo? Kwa hiyo uko tayari kumpokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako? Niko tayari. Uko tayari kabisa? Uko tayari kuacha uchawi? Niko tayari. Uko tayari kabisa? Umeamua? Nimeamua. Amen. Basi utamwona Mungu siku ya leo. Kijana, unatokea wapi kijana? Natokea Tanga. Unatokea Tanga? Ndio. Aha, unaitwa nani jina lako? Naitwa Popa. 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 Ndio. Maana anaitwa Popa huyu. Mchawi wakubwa. Ni mchawi wakubwa? Ndio. Kwa hiyo wewe ndio kigunde tu. Mimi ndio mkuu wao. Ndio mlikuwa mnamloga kijana wangu? Ndio. Ameteseka. Mmefikaje siku ya leo hapa? Hapa nilikuwa nyumbani nimelala, nimeona ninapelekewa moto. Ndio. Kasema nani anopelekea moto usiku? Ndio. Kuja kushangaa nimekudondokea maeneo haya. Kwa hiyo mlijipanga kabisa baada ya kuona huo moto mkajipanga kwamba ngoja tuende huko. Ndio, nikasema nikapandishie. Ndio. Ndio. Na mlipofika
Mkashindwa? Ndio tukashindwa. Vipi uweza aliyoweza mambo yote? Kuanzia leo nimeokoka kabisa. Umeokoka kabisa? Nimeokoka kabisa, kile chungu cha bibi kile naenda kupasua. Nakwenda kupasua kabisa. Uko tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Niko mbele zako. Niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nikifanya uchawi. Na wakati huu ninahitaji unikomboe Bwana. Nimekuona. Tena jambo kubwa. Nimekuona. Ukinizalilisha. Ukizalilika. Bwana. Niko mbele zako. Futa jina langu. Kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Kitabu cha uzima. Kuanzia sasa. Mimi ni wako. Uwe wangu. Katika jina la Yesu. Amen. Fumba macho nikuombee baraka za Bwana. Baba mtakatifu, Mungu wa majeshi, uketie juu kwenye kiti chako kilichoinuka. Watazame Bwana wadao ambao matendo yako makuu na ya ajabu ambao umeyatenda maishani mwao. Wamekuona Mungu ukiendelea kuwafungua Bwana. Walikuwa na mizigo ya uchawi kwa muda mrefu. Walikuwa wakitumikia mizimu na mapepo kwa muda mrefu. Lakini sasa Baba wamesalia mbele zako Bwana. Naomba Mungu achilie neema yako na kibali chako. Baba waongoze, wawatamie. Mfalme wa amani, usiwaache watumishi wako Bwana. Maana sasa umesema kila atakayekupokea atakuwa na furaha kule juu mbinguni. Na watoto wako na waleta kwako Bwana. Mungu uonekane kwa watoto wako Bwana. Ukiwafunika kwa damu yako ya thamani. Ukiwafunika hata malango yao Bwana. Hata wajapokuja wachawi wenzao kuja kupigana na hawa watu, wakakuone Mungu ulio hai ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo, nikivunja kila hila za ibilisi, nikivunja kila hila za kuzimu, nikivunja kila hila za mapepo. Katika jina la Yesu Kristo, ninawapita kwenye mwamba wako ulio imara. Baba, endelee kutumika mbele zako hadi mwisho wa maisha yako Bwana. Wa vijana na waleta kwako wote Bwana, walio watatu katika jina la Yesu Kristo, wakampokee Bwana kuanzia sasa, wakaishi nawe Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia nguvu zako Bwana na malaika zako wakatembee nao kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ninakushukuru Mungu kwa matendo yako makuu na ya ajabu uliyotenda maishani mwao. Baba, utukufu na uweza ni wako, nami kwako nakurudishia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Jana mmebarikiwa na Yesu. Mnakuja pale, ibada zetu ni Jumanne na Jumatano, kuna ibada pale, kuna vipindi vya maombezi. Amina. Ijumaa pia kuna ibada pia pale jioni. Basi nawakaribisha sana vijana wa Yesu. Sawa. Nawakaribisha sana, lakini pia kuna ibada pia Jumapili. Karibuni kanisani kwetu kwa ajili ya usiku. Niweza kuomba msamaha. Amina. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki watumishi wa Bwana. Mmekuwa sasa viumbe vipya, kale yote yamepita. Sawa sawa. Amen. Naona vijana mnapendeza sasa. Mnapendeza kwa Yesu kabisa. Namna hiyo kabisa. Tuko kwa Yesu. Amen. Sawa. Hatima